Nianze kwa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameweza kutekeleza dhima ya kuweza kuwainua vijana hususan katika sekta ya uchumi. Hiyo imeweza kudhihirishwa kutokana na mikopo na jitihada ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizifanya kwa kusaidia kutoa mikopo kwa vijana. Kwa kweli hili lazima tusimame kama vijana kumpongeza kwa jinsi ambavyo ameweza kuonyesha na ameweza kusimama thabiti na vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipompongeza pia Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana kakaangu Joel Nanauka. Kwa kweli ameweza kuwasilisha hotuba yake leo asubuhi na tumeweza kuipitia, lakini kwa kuipitia huko tumeweza kutambua ni jinsi gani ambapo ameweza kujikita zaidi katika kuwasaidia vijana, kuwainua, lakini kuleta mapinduzi makubwa ambayo yanalenga moja kwa moja vijana wa Kitanzania. Kwa hilo nikupongeze sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mengi yameshaongelewa na vijana wenzangu, lakini kwa siku hii ya leo naomba nijikite kwenye mambo makuu mawili. Nikianza na swala la mikopo. Ni kweli serikali imejizatiti na imekuwa ikiendelea kutoa mikopo kwa vijana, lakini bado hatuwezi kutegemea mikopo tu. Najua ni ukweli mchungu, lakini lazima tuongee. Hatuwezi kutegemea mikopo tu katika kuwezesha vijana hao. Mikopo hii ili kijana aweze kunufaika katika kibiashara, ili kijana aweze kuwa na consistency katika biashara, ili kijana aweze kutanuka zaidi katika biashara, lazima tuwe na mfumo jumuishi wa ujasiriamali kwa vijana wetu wa taifa hili la Tanzania. Tunapozungumzia mfumo huo wa ujasiriamali, kwanza kabisa lazima tuwajengee uwezo, yani capacity building kwa vijana. Serikali inajikita zaidi katika kutoa mikopo ambayo kweli imekuwa ikitusaidia, lakini lazima tuwajengee uwezo vijana hawa ili waweze kupata elimu au mwanzo mzuri wa kuweza kuitumia mikopo hiyo. Nasemea hapa katika capacity building nitajikita zaidi katika swala la elimu ndogo tu kama ya utunzaji wa fedha, lakini pia elimu ya kuweza kutambua kodi za serikali na jinsi ya kuanza mwanzo wa biashara. Hii itamwezesha kijana huyu hata anapoingia katika biashara kupitia mikopo ambayo imetolewa kuweza kutambua ni namna gani ambavyo ataweza kutunza kumbukumbu zake za fedha, lakini ni namna gani ataweza kukabiliana na kodi ambazo zitakuwa zinakuja. Anakuwa na uelewa wa kodi hizo.